same. Kwa hivyo nikubali tu niseme mengine mawili, because we are here, function hii ya mama becomes a national event. Wakati ndio huu. Jamaa wakaja wakaanzisha ujenzi wa barabara Kamuongo, wakaenda Kitui, wakaanzisha nyingine where. Nataka niulize hapa Kamuongo because wanasema wataweka lami mpaka kwa nyumba yangu. Si ndio? Ukweli ni kwamba mimi niliona as a selfless leader when I was vice president. PS Kamau was in charge of roads. Akasema, Vice President, I have money for 21 kilometers. Hii barabara nataka tuanzie Sekuru, hapo Sekuru weka lami. Na kulia Kamau, hiyo ni kuniharibia sifa. Yaani watu watoke na vumbi kutoka Mwingi wakifika after Twemiwa wapate lami hapo. I told him no way. Ianze Mwingi kiteremka. Nikaavika Sekuru leka avika. Na nebinda nebikie. Ebinda yayo nebikie ni ukanatiwo. And Governor, I'm told that you're even having a little project of your own, muweke hiyo lami, because the time for it is now. But what William Ruto has not said, ni kwamba tulianza hii barabara kutoka Kibwezi, the same contractor, Sinohandro, ambaye nimemwona pale Mbondoni, same contractor in 2012, tukiwa na wakati huo wale viongozi wengine, na wakaja wakasimamisha after they took over from Raila and myself in 2013. In 2016 Uhuru akatuonea huruma akaanzisha Mutomo. That's how the road got to Kitui. By now hiyo barabara ingekuwa imepita Maua, by now for sure Isiolo and linking up with Ethiopia. Tukija Mheshimiwa Eugene, umeona magari mawili napita mbio ya Miraa. Hiyo imetoka Meru. That road, if that road was done by now, ingepitia hapa kwenda Garissa. So, you have denied us our economic rights. But we are not complaining. We are not complaining. We are going to do it the right way. The right way. Elimu imekuwa imeangamia almost. Ikifika mahali useme machivu waende watafute watoto wapeleke shule kwa nguvu. This is not colonial time. Ni kwa sababu wazazi hawana pesa. Ni kwa sababu wazazi hawajui watoto waende wapi. Ile education, mwalimu huyu Shemeji alisema, was Minister for Education. We were certain about what to do. University funding was deliberate. We started the Higher Education Loans Board. And I appointed the current governor of Baringo, by the way, was the first chief, Cheboy, I think Cheboy. Yeah. Cheboy was the first CEO of our Education Loans Board. Tukafanya mambo hayo. Education, we even had something I personally commissioned and of course guidance wakati wa Mzee Moi, which we call ticket. Now, hii education system, walimu ukipelekea watoto hawajui curriculum iko vipi. Wao wenyewe wanataka usaidizi. Now there's total confusion. I don't blame the Minister for Education. I blame his boss because I may cause confusion kwa mambo yote haya. So we will be talking about education. Hatutakuwa walalamishi, tutakuwa tukiongea vile tutafanya. The first thing we shall do, we shall make sure education ya watoto wetu from the cradle, kuja nursery, which governor is trying to do, all the way to university, will be free education. Because hii pesa wamekula, hii pesa yote wamekula inatosha. Ingine wanafanya maajabu kusema mnapeleka nyinyi Singapore. Before you take people to Singapore, education is basic. You cannot take people the next step without giving them proper quality education. That will be our mission. We are not talking about united opposition. We are taking over the government from William Ruto next year. Inyu mwetayari? Mwetayari? Governor ni mubeano ndo wa msimamo. Lakini chungeni. Mheshimiwa Malili, you are also there. Ito anenie. Nundo anie wa thiome hapo. Tio huo? Ha? Boma vikiwe yue dha ito vikiezi ukone. Baito tuyemwe? Ito anenie ya mheshimiwa. Alichanganyikiwa, kila mtu anachanganyikiwa.
Olondo malombe kwazia no bakathe wende binde ya mongo. Uyunga matakiuma. Kanati gomba ito. Yani tafadhali ukate tema wa mayuno anena because bado tuko na bishop hapa. Ede kutetema. Weta tameketimba wa mayo. Nyetinya ni wa mayo ini Yesu. Kwa hivyo lazima muwe sasa vai utongoi ukuoneka andu maithi nzie mama ile mateshwa na kindu kiambe tafadhali kila mundu alike imwezi yu ethe mwana no moto zete kibande utena kibande mheshimiwa governor, even if you're going to argue mheshimiwa Malile and all of you, move around, register our people as voters because kura ndio kila kitu. Nilisema Ruto alisema vijana wapigwe risasi miguu. Nikasema rais wa nchi gani hii anaamrisha watoto wapigwe risasi miguu? Ukimpiga risasi mguu mtoto kama Rex Masai anakufa. Sasa sema na sisi tutampiga mheshimiwa Bishop, tutapiga mheshimiwa rais risasi moja kwa ballot box ya kwenda nyumbani. One touch. Itakuwa one term and it is one term, and because he has earned only one term. Haiwezekani siasa ya uongo kila bandu Ruto hapa Kalonzo na yeye Mirweyo. Akometa ya kuota no Kalonzo. Mbua ya Liagwa no Kalonzo. Ama hiyo abikie bandu asia ona mwane beti no Kalonzo. Yani Ruto ameingia hiyo mtego. But let him relax. We mean well for this nation. Right now, munaona vile hali ya anga ilivyo. Ukame umeingia. Watu wetu wa Northeastern, tumekutana na malori, mheshimiwa governor, mheshimiwa Eugene, inabeba nyasi kupelekea Tangamia zisikufe, Mandera na kwingineko. Nampongeza mheshimiwa Rigathi because ameongea ukweli kwamba badala ya devolution take root in the northeast. Viongozi ambao wanachaguliwa kule wanakula pesa, wanaenda kuwekeza Nairobi na watu wanabaki hata bila mashule. We will be going to northeast, to Mandera, to Garissa, to Wajir, tuwapelekea angalau tuambie tuko pamoja nao. Because they are part of this country. Nobody should be left behind. Kwa upande education, healthcare of course is a mess. Sha something. Tulikuwa tunikisema shu. Yeah. Hii kitu haifanyi. We had a working model which needed just simple marekebisho. Kwa hivyo watu wetu, kwanza tuko nyumbani. Mimi nitaenda safari. Na hii safari naomba tu mniombe. Tuibakube yukweteka ile siukoni. Lakini tukweteka siukoni ndikwenda nizizie tinda ne wandamwe mabobwani akili. Na kebela iki udhine. Mwe ukiona inywe? Alama kiene kwako yolo. Na nondo mwenda nyekine kwe kata. Alama tayari kudhawe nyeki kwako yolo. So you have to be vigilant. Uchaguzi unaokuja Jumatano tutaenda kwa IEBC. Tumewapa notice. Wakili Ndengwa Njiru, just come here, we finish with you. Wakili Ndengwa Njiru has written to IEBC on several things. The right to information is a constitutional right. Tutaenda sisi zote as a united opposition. Tukaulizane, tuangaliane the new IEBC. Tuwaulize, do you want to go down the history of this nation as a commission guided by infamy, by that thieving mentality? The country has come a long way. They will not accept it. Therefore, Wakili has written the right of information. We want mtu anaitwa Maria, what's her name? The CEO, Marjan, atoke mapema. He cannot be the CEO for IBC for the next election. We also saying Smartmatic, they have been quoted upande wa Venezuela na kwingineko, messing up the whole nation as what happened in 2022. And we are going to reinvent. Tumesema pia
We must have also politics of tolerance. Kura sia Kalonzo sume kwanza luo kwa kila mundu. Momoni yoke. Kwa hivyo nasema wacheni kuchokoza mtoto wa Raila anaitwa Winnie Odinga. Si namna hiyo? Waache kumchokoza. She has a right to speak her mind. She has a right. Every Kenyan has the right. But William Ruto has realized, he thought that Luo Nyanza was going to go his way. I want to assure him, ODM will follow the majority where Kenyans want to do William Ruto one term. Sinamna hiyo? Wakili, just 1 second. Just only 1 second. Umetoka mbali sana. Thank you. Mondo mo kere nyaga uno niwe mula mwasabyo kere nyaga. Andoi tulinda mukeria murega. Murega ringi. Hi cousins. Hi cousins. Leo ninaona Your Excellency, hii ni nyumba ya cousins. Ninaona watu wa kutoka